wakaanza kugawa vikaratasi kwa watu na kutangaza ofa ya atakayempata huyo mbwa ataipata hiyo ofa. Lakini Ogechuku anakuwa mwanamke wa kwanza tangu mshikaji ampoteze mpenzi wake anaweza hata kumshika mkono. Wale wengine wote walikuwa hawawezi hilo jambo kabisa. Baada ya muda mfupi, kuna mtu akapiga simu na anawaambia kwamba wapeleke hiyo ofa kwa sababu tayari huyo mbwa yeye ameshampata, hivyo wapeleke tu pesa yake. Pale pale hawakutaka kupoteza muda, moja kwa moja wakaenda kwa mshikaji. Baada ya kufika kwa mchizi kwanza anataka apewe fungu lake ndio aweze kutoa direction mbwa yupo sehemu gani. Wakaanza kusumbuana pale kwa sababu kwanza wamepunguza dau, yani badala ya milioni 5 wanataka wampe milioni 1.5, kitu ambacho mshikaji hakutaka kabisa. Wakasumbuana mpaka kwenye milioni 2 ili aweze kumtoa Luna. Mshikaji akatoa account number na pesa ikatumwa kwenye simu yake. Dakika za jioni kabisa, mchizi akampigia simu demu wake ili amlete mbwa kwa sababu mbwa alikuwa geto. Yale mambo ya umezidisha chumvi, umefanya nini? Mshikaji akamwomba msamaha kwa kila kitu. Mfanyakazi akacheka sana, kwanza anashangaa kumuona bosi wake ana furaha kwa mara ya kwanza. Kitu kingine cha ajabu na cha kushangaza ni kwamba pia kwa mara ya kwanza mshikaji anaruhusu Luna abebwe na mtu mwingine zaidi yake ambaye ni mfanyakazi, kitu ambacho alikuwa hakiruhusu kabisa mwanzo. Sasa hiki ni kikao kingine ambacho ni kutoa ripoti za mwezi mzima ambavyo zimeenda ndani ya kampuni. Watu wanajieleza, wanafunguka, nani ambaye kazingua, nani kafanya hivi, mikakati iende sawa. Lakini mshikaji anatakiwa afunge kikao na akatoa surprise nyingine kwa kumtambulisha Ogechuku kuwa rasmi mtu ambaye anaweza akasimamia majukumu yake kama hata kuwepo, yani msaidizi wake, sio tena secretary ambaye alikuwa anafuatilia mambo yake, lakini kwa sasa Ogechuku ni bosi kuliko bosi mwingine yeyote mule ndani ya kampuni. Baada ya kutoka hapo, Mwamba akamchukua Ogechuku akampeleka sehemu tulivu na akamweleza jinsi ambavyo anajisikia. Kwa mara ya kwanza tangu mchizi amefiwa na mke wake anajisikia kupenda na mwanamke ambaye anampenda ni Ogechuku. Akamwelezea kila kitu, kamfungukia kila kitu. Ogechuku anashangaa. Baada ya maongezi ya muda mrefu, Ogechuku akaona yani ni mimi nipate tabu wakati natongozwa na tajiri. Ogechuku akakubali na mchizi akamwambia kesho inabidi tufunge safari twende kwa mama yako, mimi na wewe. Ogechuku akamwambia no, hatuwezi kwenda mimi na wewe, ni mimi na wewe na Luna, yani me you and Luna. Na hapo ndipo jina la movie lilipotengenezwa kwamba me you na Luna, yani mimi, wewe pamoja na Luna, yani manunu wetu. Mimi naitwa Mr. True Story. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wewe kwanza kupata movie na recaps kali kama hizi. Movie yetu inakuwa imeishia hapa. Bye bye.